usalama, amani na utulivu pamoja na upendo. Na kwa kuwa sherehe hii inawagusa zaidi wanawake na ambao wameiandaa wanawake katika jambo hili la kuhakikisha usalama, tuna wajibu mkubwa sana. Ule wimbo unatukumbusha kwamba tuna wajibu kila mahali. Hapa mlitaja maeneo machache, lakini mwanamke ni kiongozi kila mahali. Wakati mwingine kiongozi huyo anatambulika, wakati mwingine hatambuliki. Anapokuwepo inaweza isionekane sana kwamba yupo, lakini anapokuwa hayupo, tunajua namna ambavyo hata nyumbani tu kwenye familia, kama mama hayupo, namna ambavyo familia inakuwa nzito kuendeshwa na baba. Na kwa maana hiyo hata kwenye nchi tukiamua, na hata kwenye mkoa wetu, kwamba sisi wanawake hatutaki vurugu, hatutaki uvunjifu wa amani, hatutaki mifarakano, hatutaki ubaguzi wa kidini, wa kikabila, wa kikanda, wala hatutaki uchochezi wa aina yoyote, hatutaki chuki, hatutaki kumdhuru mwingine. Sisi wanawake tukiungana tunaweza. Tutaanza kuhamasisha kuanzia ndani ya ndoa, kwa wale ambao wako ndani ya ndoa. Maeneo ya kuhamasisha jambo hilo yako mengi tu ndani ya ndoa zetu. Tukiyatumia hayo, tukatoka nje ya chumba cha ndoa, tukaenda kwenye familia nzima, mahali pa kukutanisha familia nzima, tunafahamu mahali pazuri pa kuyazungumza haya ni mahali gani. Tukitumia vizuri mahali hapo, tunaweza kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inaendelea kuwa nchi ya amani na mkoa wetu wa Katavi inaendelea kuwa nchi ya amani. Lakini jambo kubwa zaidi, tunao wajibu wa kuwalea watoto kuanzia wakiwa tumboni mpaka wanapozaliwa na mpaka wanapokuwa, hata mpaka wanapozeeka, hata mpaka wanapoondoka kwenye nyumba hizo na kwenda kuanzisha nyumba zao. Malezi ya wazazi bado yanaendelea. Wajibu huo tukiutumia vizuri, kuanzia tumboni kwa mtoto anapokuwa tumboni, mtoto anapozaliwa, tunapoendelea kumlea, tukaendelea kuhubiri swala la amani, utulivu, usalama na upendo, na pia tukaongezea na maadili mema, tunaamini kabisa kwamba taifa la Tanzania litaendelea kuwa katika hali ya amani na hali ya maadili mema. Katika hili niwaombe sana wanawake wenzangu, tulifanye jambo hili katika hali ya ambayo itatupelekea tuendelee kuwa na amani. Tutimize wajibu wetu huu ili kuendelea kuilinda nchi yetu. Lakini swala lingine, tunaendelea kushuhudia mmomonyoko wa maadili kwenye jamii, kama vile matukio ya ubakaji tunayo kwenye mkoa wetu, matukio ya ndoa za jinsia moja yapo kwenye mkoa wetu, matukio ya ulawiti, mimba na ndoa za utotoni, lakini matukio ya uzinzi, ukahaba, matukio ya wizi, ulevi wa kupindukia, lakini na matukio mengine ambayo ni kinyume na maadili ya Kitanzania. Haya mambo hatuyasomi tu kwenye vitabu vya dini, tunayaona kwa aina yoyote ile ya matukio haya yanapotokea, kama yawe ni mengi au ni ya wastani au ni machache, bado tusipoyachukulia hatua za haraka, maana yake jamii yetu na taifa letu linaweza likaangamia. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Aya hizi zinatusisitiza sana masuala ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na upendo. Lakini pia jambo lingine ambalo nimelisikia hapa katika yale masomo manne, pamoja na hali ngumu walionayo wale ambao wamezungumzwa katika masomo yale, lakini bado wameendelea kusisitiza upendo, wameendelea kusisitiza mshikamano. Hata katika hali ngumu walionayo bado wanasisitizana kwamba upendo ndio utakaokomboa taifa. Kwa hiyo naomba na mimi nisisitize sana kwamba amri ya Mwenyezi Mungu hii inayohusu watu wote kupendana, tukiitekeleza kikamilifu kupitia kanisa, lakini kupitia jamii zetu, amri hii itafanya tuendelee kuishi katika hali ya usalama na katika hali pia ya maadili mema. Niombe pia kusisitiza kwamba jumuiya nyingine pia za Kikristo, lakini na madhehebu mengine, kwa ajili ya kuendelea kuliombea taifa letu na mkoa wetu, waendelee kufuata mfano ambao umefanywa na CCT katika kuandaa shughuli kama hizi za maombi maalum, na niendelee kuwapongeza sana kwa kuandaa shughuli hii.
niwaombe sana maaskofu wetu, wachungaji wetu na viongozi wote wa dini wakiwemo pia mashehe wetu, niwaombe sana kuendelea kuwalea waumini katika hali nzuri ya kiroho na kimaadili. Na kwa kufanya hivi mtakuwa mmetusaidia sana sisi serikali katika usimamizi wa sheria, kwa sababu waumini wote wakifuata maamrisho na maelekezo ya Mwenyezi Mungu, tunaamini kabisa kwamba matendo maovu ya uvunjifu wa sheria hayatakuwepo, na kama yatakuwepo yatakuwa ni machache sana, na kwa maana hiyo tutakuwa tumesaidia serikali katika kusimamia na kujikita katika mambo ya maendeleo badala ya kujikita katika mambo ya kuzuia na kushughulikia uhalifu.